Karibu mpenzi mtazamaji wetu ndani ya Mzee Yakobo Sport, tuweze kuangazia tetesi za usajili zilizoendelea kujili barani Ulaya. Tuanze kwanza karibu uweze kusubscribe channel yetu ili kila update tunayokuwekea uwe unaipata ukiwa wa kwanza. Bonyeza kitufe kilichoandikwa subscribe. Tuanze na kule Arsenal. Inarisemekana kwamba mshambuliaji wao Bukayo Saka amesaini mkataba mpya wa kuendelea kusalia katika klabu hiyo ya The Gunners. Mwanzoni Bukayo Saka palikuwa pana ukimya juu ya dili lake la kusaini mkataba mpya, na wengine wakafikiri labda anaweza kutimka kwenye timu hiyo, lakini Bukayo Saka tayari ameshakwisha kusaini mkataba mpya na ataendelea kuitumikia The Gunners kwa muda mrefu zaidi mpaka pale yeye mwenyewe atakapoona kama anaweza kuiama ama la. Kwingineko, klabu ya Liverpool wamesema kwamba hawana mpango wa kumuuza kiungo wa Hungary mwenye umri wa miaka 25 Dominik Szoboszlai licha ya kuhusishwa na klabu ya Real Madrid, lakini Liverpool wamesema kwamba hawamuuzwi, hayuko sokoni, na mazungumzo yao na Szoboszlai na wakilishi wake yanaendelea kuhusiana na dili la mkataba mpya, na wako tayari kumsikiliza mchezaji huyo kwenye mkataba mpya ni vitu gani anavihitaji ili kuendelea kusalia katika timu yao. Kwingineko, mshambuliaji wa England mwenye umri wa miaka 29 Ivan Toney wa Al Ahly anaweza kurejea ligi kuu ya Uingereza. Sky Sport wanaripoti kwamba milango iko wazi sasa kwake kuweza kuondoka Saudi Arabia na kurejea English Premier League alipozoea na alipochipukia. Ivan Toney mwenyewe mwanzoni aliondoka kwenda Al Ahly, lakini kwa sasa anatamani tena kurejea Uingereza. Twende paka kule Newcastle. Inasemekana kwamba mshambuliaji wao raia wa Ujerumani Nicky Woltemade mwenye ana furaha kabisa na klabu hiyo ya Newcastle United na angependelea kurejea kwenye timu yake ya VfB Stuttgart au kujiunga na FC Bayern Munich kutokea kule Ujerumani. Tukirejea tena kwa Manchester United, wamesema kwamba hawana nia ya kupunguza bei ya paundi milioni 26 kwa mshambuliaji wa England mwenye miaka 28 Marcus Rashford ambaye yuko kwa mkopo katika klabu ya FC Barcelona. Na mwanzoni Barcelona walitaka wapunguziwe dau ili waweze kumnunua Rashford moja kwa moja, lakini Manchester United wamesema hawawezi kupunguza dau hilo. Kama Barcelona wanamtaka watoe paundi milioni 26, otherwise Rashford arejee mapema sana Old Trafford mara itakapofika majira ya joto. Tuende paka kule Chelsea. Mshambuliaji wao Nicolas Jackson anayekipiga Bayern Munich kwa mkopo. Inasemekana kwamba timu hizi mbili kati ya Chelsea na Bayern wanatarajiwa kuweza kumaliza utata itakapofika mwisho wa msimu huu juu ya dili la mchezaji huyo. Maana mwanzoni Bayern Munich walisema kwamba hawatarajii kumnunua na hivyo watataka kumrejesha katika timu yao timu yake ya Chelsea, na Chelsea inaonekana kwamba Nicolas Jackson hana nafasi tena katika timu hiyo. Hivyo watakubaliana cha kufanya, kama atarejea au Jackson mwenyewe atajiongeza na wasaidizi wake kuangalia timu nyingine. Nafikiri itakuwa ni option nzuri zaidi kwa Jackson kwa sababu Chelsea haitajiki, Bayern Munich pia haitajiki. Kwa kama vile amebaki katikati. Hapa ni mchezaji mwenyewe anatakiwa ajiongeze, bila sivyo anaweza akajikuta anakosa timu Ulaya. Kwingineko, klabu ya Sunderland wanataka kusajili mshambuliaji mpya kuchukua nafasi ya Mfaransa mwenye miaka 25 Wilson Isadore ambaye anataka kuondoka katika timu yao, na hivyo Sunderland mapema wameanza kuangalia uwezekano wa kupata mchezaji mwingine ili kuweza kufidia nafasi hiyo. Twende paka kule Atletico Madrid. Wanataka mshambuliaji wao wa Argentina Julian Alvarez asaini mkataba mpya na sio kuondoka kwenda kujiunga na Barcelona au timu nyingine. Mwanzoni Arsenal nao pia walikuwa wanamtaka Alvarez, lakini Atletico Madrid bado wanahitaji huduma ya mchezaji wao na hivyo wanaendelea kumshawishi kusaini mkataba mpya. Tumalizie na kule Tottenham Hotspur na Crystal Palace pamoja na West Ham United, wote kwa pamoja wanagombaniana kuipata saini ya mchezaji wa Real Madrid ambaye Madrid wako huru kumuuza Antonio Rudiger. Madrid wameripoti kwamba msimu huu unaweza kuwa wa mwisho kwake. Hivyo klabu hizi tatu, Tottenham, Crystal Palace na West Ham, zote kwa pamoja zinataka kumrejesha tena Rudiger ligi kuu ya Uingereza. Rudiger mwenyewe bado hajasema atakuwa yuko interested kuchagua timu ipi. Tumefika tamati. Bye bye, tukutane tena.